Huyu ni mwanadada anaitwa Noma. Hapa yupo shambani na mume wake, lakini ghafla kukapita kiumbe cha ajabu na kikaingia ndani ya mwili wake. Lakini baada ya kuingia ndani ya mwili wake, mwanadada akabadilika na kisha akamfuata mume wake. Akawa anamwambia kwamba nataka tukafanye mapenzi. Muda huo huo mchana akafanya mapenzi na mume wake. Mume wake anaitwa Nuke akawa anashangaa kweli kweli. Kwa nini tufanye hapa? Kwa nini tusisubiri nyumbani? Baada ya kukamilisha hivyo, mwanamke akamchukua na kisha kuondoka naye mpaka vichakani. Na hapa anatoka tu anajitengeza nguo yake, kashamaliza kazi yake. Lakini baada ya kumaliza jambo hilo, kiumbe hicho kikaondoka ndani yake. Huyu mwanadada aliyekuwa ndani ya mwili wa Noma anaitwa Adako. Adako ni mdogo wake na Noma, manake hawa ni ndugu wawili. Sasa kwa nini anafanya hivi? Akawa anacheka tu kwamba kisasi ndo kimeanza. Ni kisasi gani hicho? Karibu sana tufuatilie mzogo wetu leo, lakini nakusii tu subscribe na kubonyeza alama kengele ili miongoni mwa wanafamilia ambao wanakuza familia yetu ya Shy TZ Movie. Mimi ni Shy TZ, let's go. Baada ya kile kilichotokea shambani, mwanadada Noma yuko hoi tu amelala hapa, hajiwezi hata kuamka. Lakini mume wake yuko kwenye dimbwi la mawazo kweli kweli, yani kwa sababu ni mara ya kwanza anashuhudia hiyo hali kwa mke wake. Lakini ghafla mdogo mtu naye akaja ambaye ni Adako. Adako akawa anamuuliza, "Hujamfanya chochote dada yangu kweli wewe?" Sasa mimi nimemfanya nini? Ghafla tu kadondoka, tulikuwa shamba. Mimi sijamfanya chochote. Haiwezekani tu dada yangu adondoke hivi hivi. Kuna jambo umemfanyia. Mwamba akajitetea, "Mimi sijafanya chochote kwa dada yako." Lakini baada ya pale mshikaji bwana akasusa akasema, "Hangaika sasa na ndugu yako." Mshikaji kaondoka bwana, akajikataa hapa. Baada ya mshikaji kujikataa, ghafla akapigiwa simu kwamba mke wako kule kashapata nafuu, manake asharudi kwenye hali yake bwana. Jamaa akaja anakimbia, akamkuta mke wake anaongea tena mdogo wake. Akawa anashangaa, mara hii tu nimetoka mke wangu amebadilika hivyo. Lakini Noma alikuwa anamshangaa tu mume wake namna ambavyo anamshangaa. Haelewi chochote kabisa. Baadaye akamfuata mdogo mtu pembeni. Yaani nimetoka tu sasa hivi, nimerudi nimekuta ni mzima. Umemfanyia nini dada yako mpaka kapata nafuu? Huyu ni dada yangu, kwa hiyo huenda labda akasikia sauti yangu kapata nafuu. Ili wala halina shida shemeji. Kwa nini unashangaa? Shemeji mtu kaondoka huku anatabasamu tu hapa. Jamaa akawa anawaza sana hapa kwamba hii tokeaje yani. Yaani nimetoka tu hapa nimerudi nimekuta mke wangu ni mzima. Huenda kuna jambo aliko sawa hapa. Huku kwa Adako akawa anajiapiza hapa. Akawa anasema lazima kisasi kilipwe na nitatumia uchawi ambao nimepewa na mama yangu. Ndipo ambapo anatukumbusha kumbe uchawi aliutoa kwa mama yake. Mama yake kuna siku alimuita Adako wakati akiwa na umri mdogo sana. Na kisha mama yake mzazi akamwambia kwamba kuna sehemu nataka nikuagize, lakini akamwekea mkono kichwani bwana. Baada ya kumwekea mkono, ghafla mama akaingia ndani ya mwili wa mtoto wake ambaye ni Adako. Akaenda moja kwa moja kumwangamiza bwana mdogo ambaye ni jirani yao. Na huyu ni mtoto wa jirani ambaye alikuwa na ugomvi na mama yake, na kisha akamwangamiza. Kuanzia siku hiyo mama akawa anamtumia kwa ushirikina mwanaye kwa kuingia katika mwili wake na kisha kwenda kumaliza watu. Lakini sababu ya kuwa katika vita na ndugu yake ni ipi hapa? Tuendelee kula mtori, nyama ziko chini bwana. Lakini hii ni siku nyingine dadake Noma anafagia hapa uani. Lakini ghafla akaja akamwingilia katika mwili wake, anataka tena akafanya mapenzi na shemeji yake. Na hapo shemeji wala ajui chochote kama huyu si mke wake. Mke wake anahitaji kila saa, kila muda anahitaji. Baada ya pale wakaingia ndani na kisha wakamaliza jambo lao. Lakini baadaye Adako akarudi kwa mwili wa dada yake hapa na kisha akatoka katika mwili wa dada yake. Baada ya pale dada mtu akadondoka chini, ana hali mbaya hapa. Lakini dada yake akawa anamuuliza siku moja mdogo wake kwamba huenda labda anajihusisha na imani za kishirikina ambazo mama yake alikuwa akifanya. Mdogo mtu akakataa akasema, mimi sijihusishi na hayo. Kama unajihusisha na mambo na kusii acha kabisa. Ngoja nikwambie kitu mdogo wangu. Katika hiki kijiji hakuna hata mtu mmoja asiyejua kama mama yetu alikuwa ni mshirikina kweli kweli. Wewe niambie tu kweli kama ushaanza kujihusisha na masuala ya kishirikina, maana kuna vitu havieleweki hapa. Mdogo mtu akasema, ndio nafanya kwa sababu vinanisaidia. Dada mtu akamwambia, hivi unajisikia kweli unavyoongea? Hivi ujui hivi vitu ambavyo unavifanya sasa hivi vitakugharimu? Itakulazimu utoe mpaka kafara. Uwezi ukatumikia hivi hivi. Lazima siku utakuja kutoa kafara na utaua watu. Lakini mdogo mtu akamwambia kwamba siwezi kuacha nguvu ya mama yangu ipotee, nitaendelea kuitumikia. Dogo hataki kuelewa huyu. Hii siku bwana mkubwa kuitwa Nuke akawa anasikiliza dirishani ambako analala shemeji mtu. Akawa anasikia kelele za ajabu kweli kweli. Lakini baadaye akaenda kumuuliza shemeji, nimesikia kelele kwenye chumba chako. Sijajua ni kelele gani. Lakini shemeji akamwambia, hapa zilikuwa ni kelele tu, nilikuwa naangalia movie kwenye simu yangu, kwa sio kelele wala za ajabu. Lakini akasema kwamba hizi sauti kama ishawahi kuzisikia hapo awali, sio sauti za kawaida. Jamaa hata elewa akasema kwamba mimi niko nyuma kule. Lakini baada ya pale mwanadada tena anatukumbusha ilikuwaje mpaka akawa na bifu kubwa hivyo na ndugu yake. Kumbe sababu ni hapa ambapo hii siku alikuwa amekaa pamoja anazungumza, ndogo mtu akawa anamuuliza dada yake, hivi una mahusiano gani na Nuke? Kuna chochote kinaendelea? Dada mtu akamuuliza kwamba unaniuliza swali gani hilo? Mimi nilikuwa nakuuliza tu kujua, kwa sababu mimi huwa nakuona tu kila siku huko na Nuke, yani sijui mnatembea wote, hakuna chochote kinachoendelea. Hii siku anakaamua kwenda kwa Nuke kwenda kumapproach kwa sababu anajua kabisa dada yake hayupo, hana koloni hapa. Ndogo mtu kafunguka kila kitu, lakini mwamba
Mwamba akamchunia na akaondoka bwana. Lakini baada ya pale dada akawa anasema labda sio mimi Adako, lazima nikupate. Baada ya kumbukumbu tunarejeshwa hapa kwa mwanadada sasa, anasema kwamba lazima nikupate. Hii siku iliyofuata akaamua kutumia umbo la dada yake bwana kujibadilisha, na akaenda kumtongoza maana ni rafiki wa karibu sana na mume wa dada yake. Babu akaanza kumwambia kwamba unaweza ukanipa tu naira 1500 na kisha tukaenda kuzagamuana. Jamaa akawa anashangaa, yani mimi shemeji yako unaniomba tuzagamuane kweli shemeji? Hivi Noma umekuaje? Kwa nini umebadilika kiasi hiki? Akatoka pale akasema naenda moja kwa moja kumweleza mume wako kuhusiana na kile ambacho umekizungumza mbele yangu. Na kisha Mwamba akaenda moja kwa moja kwa mshikaji wake kumwambia kile kitu ambacho ameambiwa. Lakini baada ya kumwambia mshikaji bwana ni kama haamini kabisa kuhusiana na mke wake anaweza akajiuza. Kisha ukaenda kumwona, lakini alikuwa ametandika matawi hapo kwa ajili ya shughuli ambayo ya kujiuza. Yaani anajiuza vijijini live kweli kweli. Mwamba akashangaa kweli kweli. Lakini alikuwa haamini kabisa kama ni mke wake. Lakini akamwambia kwamba kwani nyinyi mnataka nini? Si ni mwili wangu, kwani ni mwili wenu? Kama mnataka mimi live tu hapa nawapa wote wawili. Kwani kuna shida gani? Mwana Adako anautumia vibaya mwili wa dada yake hapa. Lakini hii ni siku nyingine Mwamba wa kuitwa Nuke akiwa analoa maji kisimani. Lakini ghafla mwanadada wa kuitwa Adako akaingia ndani ya mwili wake na kisha akamwamrisha kuzungumza maneno mabaya hapa. Akasema kwamba mimi nilikosea tu kukuoa mke wangu. Najuta kukataa ombi la Adako kumuoa hapo awali. Anaongea maneno ya kujuta hapa, lakini mke wake naye akaja hapa. Akawa anamshangaa, toka anamuuliza, "Yaani unaongea nini?" Akamchapa kofi, lakini Mwamba hataelewa. Akawa anamtazama tu na kisha akaondoka. Mke akawa anashangaa. Akamwita Nuke anaondoka tu hapa, lakini mwanadada akawa analia tu. Inauma hiyo. Lakini baadaye Adako akatoka ndani ya mwili wa ndugu yake. Hapa anacheka tu kwa anasema kazi bado inaendelea. Manake mpaka atimize lengo la kumchukua shemeji mtu na kuwa mume wake. Hatari. Lakini Mwamba hapa yupo amekaa nyumbani ambako alikuwa akiishi Adako. Manake Mwamba akajileta mwenyewe. Akanaongeleshwa hapa na mwanadada, kila kitu anakubali. Anaambia kwamba mimi nitakuwa mlinzi wako. Ndio. Kila kitu anakubali tu, ndio. Kila kitu anakubali, ndio. Bwana kasha nasa kwa mwanadada wa kuitwa Adako. Baada ya pale show ikapigwe. Lakini upande wa pili kwa mwanadada ni kilio, tuamini kama ndugu yake amemchukulia mume hapa. Baada ya show kumalizika, mwanadada Adako akawa anamwambia hapa mshikaji wa kuitwa Nuke kwamba dadangu anakuja muda si mrefu hapa. Tafadhali naomba usimpe nafasi hata kidogo apitie maumivu ambayo niliyapitia mimi. Na kisha Adako akaingia ndani, lakini hakuingia ndani, akarudi kuingia ndani ya mwili wa Mwamba wa kuitwa Nuke. Manake ambaye atakuwa anamjibu sio Nuke, atakuwa anamjibu Adako ndani ya mwili wa Nuke. Noma akaja kwa mume wake na kisha akaanza kumuuliza kuhusiana na kila ambacho kimetokea. Lakini Mwamba akawa anamwambia kwamba yani sitaki kuwa na mwanamke ambaye kijiji kizima anakitembeza kinyama muda wote. Sitaki kuwa na mwanamke wa namna hiyo. Jamaa yuko serious huyu. Lakini baada ya pale mwanadada Noma akamchapa kofi mume wake. Yaani mimi unaniambia maneno ya kikahaba kweli mume wangu? Kweli? Ndiyo, wewe ni kahaba. Kwa nani asiyejua kijiji kizima kwamba ni kahaba? Wewe ni kahaba. Yaani kuanzia sasa sikuhitaji tena na wewe sio mke wangu tena. Bwana inauma sana hii. Usiombe ikukute bwana. Kutokana na vitendo wanavyofanya hapo mwanadada wa kuitwa Adako, mizimu ikawa inakasirika bwana. Lakini hii siku akawa anatambika, lakini matambiko yake haendi sawa kabisa. Kila anachoomba akikubaliki. Baada ya pale akakichukua kibuyu akakimbia nacho mpaka mtoni ambako alikabidhiwa na mama yake. Hapa akawa anaiuliza mizimu inataka nini. Baada ya pale mizimu ikamfungukia ikamwambia kwamba tunahitaji vichwa viwili vya watu. Akashangaa. Akasema hapana, siwezi kuua. Yaani ulipenda vipi ushirikina afu ukatae kuua? Mwanadada akakitupa kile kibuyu kwenye maji na kisha kibuyu kikazama bwana. Haya bwana. Lakini huku anaonekana ameshakuwa chizi kitambo tu. Uweze kuwachezea Wakulu bwana. Wakulu wamefanya mambo yao na kisha kawa chizi hapo mwanadada wa kuitwa Adako. Na haya ndiyo malipo ya dhambi bwana. Baada ya ushirikina kutoka ndani ya mwili wake, huku anaonekana akiomba msamaha kwa mke wake. Mke wake hata muelewi kabisa. Yupo kakasirika tu, analia tu hapa. Lakini baada akamwambia, ndugu yako ndiye kasababisha kila kitu. Na hapa napozungumza yuko kule anaokota makopo. Dada akashtuka, anaokota makopo? Ni kweli bwana, anaokota makopo kwa shakuwa chizi ndugu yake. Baada ya pale Noma alipogundua anasababishwa na mdogo wake, akamsamehe mume wake na kisha wakarudiana. Wanasema asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Hiki ndicho ambacho kimemtokea mwanadada wa kuitwa Adako baada ya kung'ang'ana kutaka kuwa mshirikina. Lakini nakusitu subscribe na kubonyeza alama kengele ili uwe mwanafamilia wa Shy TZ Movie. Mimi ni Shy TZ, tukutane katika mzigo unaofuata.